Hivi mnakumbuka wiki iliyopita kuna wizi mkubwa ulitokea hapa duniani ambapo kuna wagaigai fulani hivi walivamia makumbusho ya Ufaransa na wakaiba vitu vingi sana vyenye thamani. Vitu vile vilikuwa vina thamani kama ya dola milioni 102 hivi, ni kama bilioni 250 hivi za Kitanzania. Ganji ya kutosha wanangu. Sasa wa vibaka bwana wameshaanza kukamatwa, ambapo mmoja wao ni huyu hapa mgaigai hapa amedakwa. Hao vibaka jumla walikuwa 4, lakini mpaka sasa hivi wameshakamatwa wawili, ambapo wamekamatwa katika airport ya Paris pale. Mmoja alikuwa anajaribu kuelekea nchini Mali, mwingine alikuwa anajaribu achimbe aelekee nchini Algeria. Wamekamatwa. Bahati mbaya kwao mwanangu. Wangechimba mwanangu, ingekuwa ganji mlima mwanangu, Kamali wangekuwa wameshinda wao. Dola milioni 102 mwanangu, ni ganji ndefu sana hii mwanangu. Ila ndio hivyo wamedakwa. Ambapo sasa polisi wenyewe Ufaransa wanadai kwamba kilichowapelekea wao kuwakamata wale ni kuna DNA prints ambazo ziliachwa eneo la tukio pale kwenye makumbusho ya Louvre nchini Ufaransa. Kuna DNA zilionekana na hizo DNA zina match na hawa jamaa. Tukumbuke sasa hawa jamaa bado ni suspects, sio kwamba ni tayari ni watuhumiwa ambao wamekutwa na hatia. Hapana, ni suspect. Kwa uchunguzi unaendelea. Nakumbuka sheria za Ufaransa zinawataka hawa jamaa kukaa ndani kwa ndani ya siku 4 tu. Kwa serikali inabidi iprove kwamba hawa jamaa ndo wale ndo wezi ndani ya siku 4. Kama wakishindwa kuprove hapo, inabidi washikaji waachiwe waendelee kufanya uchunguzi wao. Sasa sidhani kama serikali ya Ufaransa itakubali kitu kama hiki kitokee, kwa sababu itakuwa ni disgrace for their system. Itakuwa ni disgrace kubwa sana, kwa sababu walisha hapa ndani ya wiki moja watakuwa wamewapata hawa jamaa. Kwa tuendelee kusoma mchezo utakuwa vipi. Sasa kama uliikosa hii story, let me do a recap for you, au sio? Wiki iliyopita kuna wizi mkubwa ulitokea nchini Ufaransa, ambapo kuna wajamaa walivamia makumbusho makubwa nchini Ufaransa na wakaiba vitu vya thamani vyenye thamani ya jumla ya dola milioni 102. Ni pesa ndefu sana, ni kama bilioni 250 hivi za Kitanzania. Na wizi wote ulifanyika ndani ya dakika 7 tu. Just imagine. Yani these people are so genius. Ni ndani ya dakika 7 wameingia na wakatoka bila mtu wote kugundua. Lakini sasa bad enough, waliiba hadi bangili za demu wake Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte huko alipolala akisikia kwamba bangili za demu wake zimeibiwa, wanaweza ataka fufuka mwanangu, akaja kuwafuata wagaigai. Kwa wizi mzima ulitokea ndani ya dakika 7 na inavyosemekana huo ndio the most genius heist in the world. Hawa jamaa walichimba na wakuonekana kabisa. Serikali na watu wengine walinzi pale wamekuja kugundua baadaye, baada ya jamaa kuchimba, na wakatangaza kwamba watawapata wa jamaa ndani ya siku 7. Kwa this time around sasa ndio wamefanikiwa kuwakamata wawili, lakini hawa wawili waliowakamata sio kwamba ni tayari kwamba ndo wanahatia. Hapana, ni suspects, wanawahisi, wanawashukia, kwa sababu wameona kuna DNA. Kwa sababu wenzetu, ili mradi waweze kukutia hatiani, ushahidi lazima uwe zaidi ya mmoja, sio tu DNA. Labda pengine ulikuwepo pale kama mtu wa service au na kadhalika. Kwa DNA tu haitoshi kumtia mtu mbaroni, au sio? Kwa kuna ushahidi mwingine ambao unabidi uongezeke, na serikali yao na mifumo yao inawataka kwamba ndani ya siku 4